Kwa jina ninaitwa Adeline Munuo, ni afisa lishe mtafiti mwandamizi, nafanya kazi na Taasisi ya Chakula na Lishe Tanzania. Leo tutazungumzia kitu ambacho kimekuwa kikizungumzwa sana mtaani, kinachohusu nguvu za kiume. Tumekuwa tukisikia sana neno nguvu za kiume. Lakini tunapozungumzia nguvu za kiume, maana yake halisi ni nini kitaalam? Na maana yake halisi kitaalam ni kwamba ni ule uwezo wa mwanaume kuweza kuhimili au kuwa na hamu ya tendo la ndoa na kufanya pasipo tatizo lolote. Na kama tukisema ni kupungua kwa nguvu za kiume, ina maana kwamba huyu mtu anashindwa kufanya lile tendo la ndoa au anashindwa kusimamisha uume, na hiyo ndio tafsiri hasa kitaalam na inaitwa erectile dysfunction. Na unapoona kwamba hili tatizo limekuja, ni kioo tu cha kuonesha kwamba kuna tatizo lingine. Kwa ina maana kwamba kuna chanzo. Kwa hiyo hii ni dalili tu kwamba kuna shida nyingine. Kwa ni lazima utafute suluhisho. Na kama umeshawahi kupata kitu cha namna hii, huenda pamoja na matatizo mengine, tatizo kubwa linaweza pia liko kwenye sahani yako. Kwa vile unavyokula, vile unavyoishi, inaweza kuchangia kwa kiwango kikubwa sababisha kupungua kwa nguvu za kiume. Na mambo yanayoendelea duniani, kupungua kwa nguvu za kiume, tatizo linaongezeka. Kwa kawaida nguvu za kiume zinapungua mtu anapofika umri wa miaka 30, inaanza kupungua kidogo kidogo kwa 1% kwa mwaka. Na duniani inasemekana kwamba watu wengi wanapata hili tatizo, na chanzo cha tatizo hili ni mtindo wa maisha ambao watu wanaishi sasa. Jinsi wanavyokula, watu hawafanyi mazoezi, watu wanakunywa pombe kupita kiasi, watu hawalali vya kutosha. Yote haya, tabia hizi zote zinaathiri mwili kuwa stable, kutengeneza uwezekano wa damu kutembea vizuri kwenye mwili, virutubishi vya mwili vile vinazo chochea kuzalisha zile homoni za kiume ambazo zinaitwa testosterone, ambazo ndio hasa kiini cha kumfanya mtu aweze kuwa, ndio zinamtambulisha mwanaume. Kwa hiyo kukosekana kwa mtindo bora wa maisha au kutokufuata kanuni bora za maisha ulimwenguni kote kumesababisha kuongezeka kwa hili tatizo. Na hapa Tanzania pia kwetu lipo, na ndio maana ukienda katika sehemu mbalimbali, ukipita barabarani, kwenye matangazo madogo madogo chini ya kwenye vibao vidogo vidogo, utakuta mganga anashughulikia nguvu za kiume. Ukiona hivyo ujue kwenye jamii tatizo ni kubwa, na kwa sababu watu hawajui kitu sahihi cha kufanya, wanakuwa wanaenda huko kwa sababu wako desperate, hawajui kitu cha kufanya. Na umezungumzia swala la lishe. Naam. Kuna vyakula specific ambazo vinapunguza hizi nguvu za kiume? Asante sana. Lishe ni mojawapo, au lishe au ulaji ni mojawapo ya kitu tunachoitwa mtindo sahihi wa maisha. Unapokula kwa usahihi. Tunapokula kwa usahihi maana yake ni nini? Ni kwamba ni ile kula chakula mchanganyiko kutoka makundi tofauti tofauti ya vyakula. Na viko vyakula ambavyo tunaita ni vyakula vyenye asili ya wanyama, mboga mboga za majani, ziko jamii za nafaka, ziko mafuta mazuri, samaki, mayai. Hivi vyakula vyote vinatakiwa viliwe kwa mchanganyiko maalum ambao utauwezesha mwili kutengeneza hizo homoni za kiume, lakini kuwa na afya njema, kwa sababu kuwa na afya njema ndio chanzo cha kuwa na nguvu pia za kiume. Kwa sababu nilisema mwanzo kwamba
unapoona kwamba una upungufu wa nguvu za kiume, ni dalili kwamba kuna tatizo lingine ndani yake. Kwa hiyo hatutakimbilia kuaddress au kutatua tatizo la nguvu za kiume, lakini tuangalie kisababishi ni nini. Kisababishi kinaweza kuwa pia chakula, aina ya chakula tunachokula, kiasi cha chakula tunachokula, tunakula wakati gani, na je, wakati tunapokula, je, tunapata usingizi wa kutosha? Tunapumzika vya kutosha? Je, tumeweza kudhibiti msongo wa mawazo? Kwa hiyo vitu vyote hivi kwa ujumla wake ndio tunaviita mtindo wa maisha, na vina mchango mkubwa katika nguvu za kiume. Kumekuwa na maneno Ni kweli kabisa. Kama utakumbuka kwamba nimekuambia tunapaswa kula chakula mchanganyiko, balanced diet. Ukiangalia chipsi ni aina ya chakula cha nafaka au mizizi au kirutubishi cha wanga pekee pamoja na mafuta, na hivi haviwezi kumpatia mtu vile virutubishi vingine anavyovihitaji kwenye mwili wake kwa ajili ya kutengeneza sasa hizi homoni za kiume ambazo zinamsaidia mwanaume kuonesha ule wanaume wake kweli kweli. Kwa hiyo chipsi kama chipsi peke yake sio chakula sahihi, lazima kiliwe kwenye mchanganyiko wa chakula na sio mara zote. Sasa hivi kumekuwa na ongezeko la magonjwa yasiyo ya kuambukiza, na tatizo hili limetokana na ulaji wa mara kwa mara wa vyakula hivyo vilivyopikwa kwenye mafuta mengi, kwenye sukari nyingi, vyakula vyenye chumvi nyingi. Kwa hiyo hivi vyakula mtu anavyokula, mwili unatumia kiasi kidogo tu, na kile kinachobaki kinahifadhiwa kwenye mishipa ya damu na kwenye tumbo na vitu kama hivyo. Ndio maana utakuta watu wanapata unene kupita kiasi, watu wanakuwa wanene kupita kiasi. Kwa ule unene maana yake ni mafuta yamezingira viungo vya ndani vya mwili, ikiwemo mishipa ya damu. Na mishipa ya damu inapokuwa imezingirwa na mafuta hivyo, hata uwezo wa damu kwenda vizuri mpaka kwenye kiungo cha mwanaume inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo ili mwanaume aweze kusimamisha uume, lazima kuwe na, tunasema kuwepo na blood supply nzuri. Lakini kama mtu ni mnene kupita kiasi, maanake ni kwamba ile mishipa inayopeleka damu kwenye uume inaweza kuwa imeziba, kwa hiyo haiwezi kufikiwa na damu sawa sawa, na inakuwa ni chanzo cha tatizo vile vile. Na pia tunaambiwa stress na msongo wa mawazo ni vitu ambavyo vinaweza kupelekea. Ni kweli kabisa. Stress au kushindwa kudhibiti msongo, ni ukweli kwamba kila mtu ana stress. Kila mtu, ukiona una stress wewe sio mtu, umekufa tayari. Lakini issue ni kwamba unadhibitije msongo wa mawazo. Na ni ukweli kwamba kama una stress huwezi ukaperform, huwezi ukafanya, yani tunasemaga mapenzi hayahitaji stress, unatakiwa uwe umerelax, na kama umerelax then ndio unaweza ukaperform sawa sawa, kwa sababu vitendo vyote hivi vinaongozwa na ubongo. Akili yako inasema kwamba okay, damu ipelekwe kwenye sehemu inayohusika, umerelax, hivyo mambo yanasimama. Lakini kama ukiwa na stress ni chanzo pia cha kukosa nguvu za kiume, kwa sababu stress nayo inaweza ikakufanya ukakosa usingizi. Kukosa usingizi nayo inaharibu pia ule mzunguko wa damu, hormones hazitengenezwi sawa sawa. Kwa hiyo unakuta kwamba mipangilio mingi kwenye mwili inavurugika kwa sababu ya stress, kukosa usingizi. Kwa hiyo na hata hiyo kupata nguvu za kiume ni mojawapo ambayo mwili hautaweza kufanya vizuri kama mtu ana msongo. Kwa hiyo jambo la muhimu hapa ni kudhibiti msongo. Okay. Na kwenye kutatua sasa hili tatizo, pengine mwanaume ajumuishe chakula gani kwenye mlo wake?
ya kutatua tatizo, kwa sababu tatizo chanzo chake sio chakula peke yake, chakula ni mojawapo. Kwa hiyo anatakiwa mwanaume huyu aishi mtindo sahihi wa maisha kwa kufanya nini? Kwanza, kula chakula sahihi chenye mchanganyiko wa vyakula tofauti tofauti kutoka makundi ya chakula. Kuwepo na nyama, samaki, mboga za majani kwa mchanganyiko, sio kwamba viliwe mahali kwa pamoja, lakini katika mpangilio unaoeleweka, angalau kwa wiki mara 2 mara 3 mboga za majani. Kufanya mazoezi angalau dakika 30 kwa siku, kwa siku 5 kila wiki. Lakini mwanaume huyu apate muda mzuri wa kulala, si chini ya masaa 7 kwa usiku mfululizo, na hivyo mwili unaweza kujitengeneza vizuri na kujikarabati na yeye kuwa na afya njema, lakini kutengeneza zile hormones, hizo hormones za kiume ambazo zitamsaidia. Lakini kuepuka tabia zingine mbaya kama vile ulevi kupindukia, uvutaji wa sigara, tabia bwete na kukaa kwenye skrini muda mrefu, skrini nikiwa na maana ya simu, kompyuta, TV na vitu kama hivyo. Naam. Kumekuwa na kuna vitu kama asali, parachichi, tangawizi, inadai kwamba vinaongeza nguvu za kiume. Asante. Hivyo ni vyakula, na vyakula hivi vinatakiwa viliwe kwa mpangilio unaohitajika. Kwanza, asali tujue kwamba ni sukari tu, lakini tunahitaji sukari kiasi gani? Kwa sababu wakati mwingine tunaambiwa kwamba labda ukila asali na mdalasini itakusaidia kuongeza nguvu za kiume, lakini hiyo sio suluhisho la moja kwa moja. Suluhisho la moja kwa moja ni kubadili mtindo wa maisha, kula chakula mchanganyiko, kwa sababu unapoambiwa kwamba kitu fulani ni dawa au kinasaidia, ukakifuata hicho, unajaribu kutatua tatizo la wakati ule, lakini kumbe unatakiwa mtu atatue tatizo, kiini cha tatizo. Na kiini cha tatizo kiko kwenye tabia. Tabia zipi? Ulaji usio sahihi, ulaji wa aina ya chakula kimoja, ulaji usiozingatia makundi ya chakula kama inavyoelekezwa, kuto kulala vizuri, kuto kufanya mazoezi. Tabia bweti zimekuwa ni nyingi kati ya vijana na wanaume na makundi yote ya watu, kitu ambacho kinaongeza shida kwa jamii nzima. Yes, so kuna madini yote au vitamini zote ambazo ni muhimu kwa afya mwanaume? Ndiyo, zipo, na vitu hivi ni kama madini ya zinki ambayo yanapatikana kwenye vyakula kama samaki, nyama, maharage. Tunapokula chakula mchanganyiko tunapata haya madini na virutubishi. Ziko vitamin D, iko vitamini E, viko madini chuma yanayopatikana kwenye vyakula vyote, kwenye vyakula vya asili ya wanyama, lakini kwenye mboga za majani. Na hivi vyakula vinasaidia kupata hizo vitamini, kupata hayo madini ambayo yanasaidia pia kuimarisha mwili, kutengeneza hizo hormone, lakini pia mwanaume kuwa na afya na kuwa na uzito sahihi. Kumekuwa na imani potofu kuhusu hizi nguvu za kiume. Naona matangazo mengi sana mtandaoni, watu kama nilivyozungumzia awali, waganga wakitangaza kwamba wanatibu nguvu za kiume. Watu tofauti tofauti wanaambia wanatibu nguvu za kiume. Unawapa tahadhari gani wananchi kuhusu hii imani potofu? Labda niseme tu tahadhari, na kwamba mtu anapoona kwamba nguvu za kiume zimepungua, asitafute suluhisho la haraka. Ni kwamba unapoona kwamba nguvu za kiume zimepungua, ni kiashiria kwamba kuna tatizo.
Sasa usijaribu kukata matawi ukaacha shina, kwa sababu litachipua tena. Kwa hiyo suluhisho ni kwamba wanaume watafute taarifa sahihi. Unapoona kwamba hauna nguvu za kiume, inaashiria kwamba kuna shida. Jaribu kuzingatia mtindo bora wa maisha, lala vizuri muda wa kutosha, kula chakula mchanganyiko kutoka makundi tofauti tofauti ya chakula, lala kwa wakati, fanya mazoezi, acha pombe, acha sigara. Halafu ukiona ndani ya wiki 2 bado mambo hayajakaa sawa, ni wakati sahihi wa kumuona daktari. Muone daktari na atatatua tatizo lako. Huenda ukawa una tatizo la shinikizo la juu la damu, huenda ukawa una tatizo la moyo, huenda ukawa na kisukari, huenda ukawa na upungufu wa hizi hormones za kiume. Kwa hiyo ni wakati wa kumuona daktari. Tuachane na mambo ya waganga wa jadi, waganga wa kienyeji. Anaweza akakupa kitu cha kufix kwa wakati ule, lakini kisikusaidie kwa muda mrefu. Kwa maana hiyo dawa za mitishamba zinaweza kutibu hilo tatizo? Hapana, kwanza dawa za mitishamba sana, dawa za mitishamba ni zipi?